Habari, naitwa Dr. Kibona, ni daktari toka Baraka Clinic hapa mkoani Morogoro. Leo nitakwenda kutoa elimu kidogo kuhusu shinikizo la damu au kitaalamu tunaita high blood pressure au hypertension. Shinikizo la damu ni nini? Shinikizo la damu ni pressure kuwa zaidi ya 140 kwa 90. Sasa shinikizo la damu pressure inavyokuwa juu ya hapo inaweza kukuletea vitu kama stroke au kwa Kiswahili tunasema kiharusi. Inaweza kukuletea madhara kwenye figo, lakini vilevile inaweza kusababisha madhara kwenye moyo au tunasema myocardial infarction. Sasa shinikizo la damu mara nyingi limegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni pressure inakuwa juu, lakini inakuwa kwenye level ya 140. Hiyo ni systolic pressure, yani tunaongelea pressure ile ya juu, sababu kuna pressure ya juu na kuna pressure ya chini. So pressure ya juu ikiwa kuanzia 140 mpaka 159, hiyo ni tunasema ni daraja la kwanza la shinikizo la damu. Namba 2, pressure ya juu inakuwa ni kuanzia 160 mpaka 179. Hiyo ni shinikizo la damu daraja la pili. Na shinikizo la damu daraja la tatu ni pressure ya juu au systolic inakuwa juu zaidi ya 180. Sasa nini inafanyika ili kuzuia ili shinikizo la damu? Kwanza kabla hujaanza dawa unatakiwa ufanye kitu kinaitwa lifestyle modification, yani kuboresha mfumo wako wa maisha. Na unaboresha vipi mfumo wa maisha? Unatakiwa kupunguza matumizi ya vitu, kwa mfano sigara, kwa mfano pombe, kupunguza ulaji wa nyama nyekundu, kupunguza matumizi ya chumvi, vile vile kufanya mazoezi at least dakika 30 kila siku, which means kwa wiki unakuwa umetumia dakika 150, yani kwamba ufanye mazoezi from Monday to Friday, Jumamosi na Jumapili unaweza ukapumzika. Lakini pia issue nyingine ni kufanya dieting, kwamba asubuhi unapata chakula, mchana unapata chakula na jioni unapata chakula, na kile chakula kinakuwa na virutubisho mbalimbali, kinakuwa na protini, kinakuwa na carbohydrates kiasi fulani, na sio kula bila mpangilio. Management ya pili ya kuzuia shinikizo la damu, sasa hapa ni kwa mtu ambaye ameshindwa kufanya hayo maboresho ya maisha au tunasema lifestyle modification. So moja kwa moja tunampeleka kwenye matumizi ya dawa. Na hayo matumizi ya dawa yamekaeje? Nitakuelezea. Kwanza tunaanza na tunatoa dawa zinaitwa thiazides, yani kwamba hydrochlorothiazides, au tunatoa dawa inaitwa bendroflumethiazides, ambazo tunatoa kwa muda wa mwezi mmoja na tunaangalia maendeleo. Kama pressure bado iko juu, basi tunaongeza dawa zinaitwa calcium channel blockers, ambazo zinahusisha dawa kwa mfano nifedipine na amlodipine, ambayo nayo utakuwa unameza, utaanza na kidonge kimoja. Kama pressure hypo controlled, basi tunaenda vidonge viwili, asubuhi jioni, asubuhi jioni, kwa muda wa mwezi mmoja. Hiyo nayo ikionekana bado pressure yako iko juu, basi tunaongeza dawa nyingine ya tatu ambayo kitaalamu zinaitwa ARB au
ACE. ARB manake nini? Manake angiotensin renin blockers, na ACE manake nini? Manake angiotensin converting enzyme. So tuna supply dawa kama atorvastatin, captopril, telmisartan. So unakuwa unatumia zote kwa wakati mmoja, lakini pia unaendelea kufanya na lifestyle modification. So tunakuweka kwenye hizo dawa kwa muda wa mwezi, and then tunaangalia maendeleo. Kama pressure bado ipo juu, basi tutakachofanya sisi kama clinic ni kupeleka ukaonane na specialist wa magonjwa ya ndani, kitaalamu tunawaita internal medicine, ambapo yeye atakufanyia evaluation zaidi. Sasa turudi nyuma kidogo kwamba utajuaje kama una shinikizo la damu? Utajua kama una shinikizo la damu au kumgundua mgonjwa wa shinikizo la damu ni kwamba ukishafanya first visit clinic, tunachofanya tunakupima pressure. Pressure yako ikionekana iko juu, sio kwamba moja kwa moja tunakuweka kwenye wagonjwa wenye shinikizo la damu au hypertensive patients. No, hapana. Ili kugundulika kama mgonjwa mwenye shinikizo la damu, normally tunatakiwa tukupime pressure kwenye occasion 3 tofauti, yani kwenye mazingira ya aina 3 tofauti. Na katika kukupima huko pressure, tunatakiwa tukupime pressure at least kila baada ya siku 2 tunacheki pressure yako, na tunafanya hivyo kwa muda wa mwezi mzima. Sasa ukifanya hivi kwa muda wa mwezi mzima na pressure yako ikaonekana bado iko juu, ndio tunaweka kwenye kundi la shinikizo la damu na tunaanza matibabu, ambayo first stage ni hiyo nimeiongelea hapo mwanzo kwamba tunakufanyia kwanza lifestyle modification kwa muda wa miezi 3, and then ndani ya hiyo miezi 3 ukifanya mabadiliko ya kimaisha lakini bado pressure yako inaonekana iko juu, basi tunaingia kwenye dawa ambazo tutakuwa tunazitumia kila baada ya mwezi. Kila baada ya mwezi tunaangalia maendeleo yako, kama tunaongeza, tunapunguza au tunabadilisha. Lakini katika mazingira ya hospitali unaweza ukafika hospitali ukapimwa pressure ikaonekana iko juu. Vile vile kuna kuongezeka kwa pressure unapoenda kuonana na daktari, ambayo hii inasababishwa na vitu kama shinikizo la mawazo, vitu kama hofu. Kuna mwingine anakuwa na hofu anapoenda kumuona daktari, labda nitagundulika na ugonjwa gani, nitagundulika na kitu gani, daktari atasema nini. Mwingine anawaza labda gharama zitakuwaje. Sasa pressure huwa ina tabia inakuwa juu, ambayo hiyo kitaalamu unaita white coat hypertension. Nini imeitwa white coat hypertension? Kwa sababu unakwenda kumuona daktari na daktari amevaa koti jeupe, so kitaalamu ikaitwa white coat hypertension. Sasa kinachofanyika ili kukuondoa kwenye ili kundi la white coat hypertension, ndio hapo tunakupima pressure kwenye mazingira ya aina 3 tofauti, na unapima pressure mara 2 kwa muda wa mwezi. Ikionekana ipo juu, basi tunakuanzishia matibabu. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibuni clinic ya Baraka. Baraka Polyclinic, tunasema afya yako kipaumbele chetu.